Kama ubabe sasa. Na kibaya zaidi yeye akapigana na shetani akamshinda. Kwa nini asimulie huko akamtupia huko? Kwa hiyo mimi moja kwa moja narejelea kwamba Mungu huwa kwanza Mungu ni wa upendo. Anatoa upendo wa uhuru. Mungu alivyomuumba shetani akampa uhuru. Kwa hiyo Mungu hakumfuatilia tena shetani. Kwa hiyo alivyomuumba katika ule ukamilifu, Mungu akaamua kufanyaje? Akaamua kumwacha. Hapo nimekuelewa. Na mimi kwa kuongezea hapo ni kwamba kiukweli na mimi naona kwamba Mungu hajui. Na wala hakujua kwamba huyu Lucifer ataasi. Mungu hakujua. Yeye alichojua kwamba nimeumba kiumbe mkamilifu. Lakini akaweka ndani yake uhuru ambao Mungu hauingilii kwa namna yoyote, kwa sababu akiuingilia ule uhuru maana yake amedictate, amekuwa dictator. Maana yake anakuongoza ufate, anaiongoza nia yako ya uhuru, kitu ambacho Mungu akifanya. Kwa Mungu akikupa uhuru. Na ndio maana kuna kisa kile cha Ibrahim. Unajua Mungu alipokuwa anamjaribu Ibrahim, anamwambia kwamba nenda ukamtoe Isaka. Ibrahimu anaponyoosha kisu anataka kumchinja Isaka, ndio sauti ya Mungu inatokea, anasema Ibrahimu usimchinje. Sasa nimejua. Maana yake Mungu alikuwa hajui kwamba Ibrahimu atafanya yale maamuzi, kwa sababu Mungu ameshampa uhuru ndani yake wa kuchagua. Na huo uhuru Mungu hajui, anajua tu kwamba kuna probability, yani kuna uwezekano wa wewe kumchagua au kumkataa, lakini utamchagua au utamkataa Mungu hajui. Huo ni uhuru na hatima ambao Mungu ameiweka kwa mtu, si ndivyo? Na nafikiri kwa Lucifer sasa tukirudi ni kwamba Mungu alikuwa hajui kwamba Lucifer ataasi, kwa sababu hatima ya kuasi au kutokuasi ni uhuru aliokuwa amempa, na ule uhuru ni mkamilifu. Yani ni uhuru ambao una ukamilifu wake ambao Mungu hauingilii. Na ukitaka kujua kwamba Mungu haingilii uhuru, hebu tazama Hawa ananyoosha mkono kuchukua matunda ambayo anapewa na Ibilisi. Hivi Mungu hawezi kunyoosha mkono wake na kumzuia Hawa asichukue? Ana uwezo wa kumpiga hata ganzi ya mwili, yani asichukue. Lakini Mungu anamwacha kwa sababu gani? Lile ni swala la hatima. Mungu hatima ameiweka ndani ya mtu kwamba sitaingilia, nimekupa uhuru. Nikikuingilia maana yake utakuja unilaumu kwamba kwa nini unanikataza? Kwa nini hivi? Kwa hiyo Mungu anachokifanya anakupa uhuru, na ndio maana anasema tazama nimeweka mbele yako uzima na mauti. Maana yake Mungu yeye mwenyewe hajui kati ya uzima na mauti wewe utachagua nini. Swala la kuchagua amekuachia wewe, yeye hajui. Lakini anachokuelekeza chagua uzima, utafanyaje? Utaishi. Unajua wakati tunafikiria kuhusu kwamba Mungu hajui, tulikuwa tunapata kigugumizi sana. Kwa Mungu gani ambaye hajui? Kumbe unakumbuka niliwahi kukupa mfano kwamba ni kama vile watu waliotengeneza WhatsApp. Waliotengeneza WhatsApp tuna download ile application ya WhatsApp, lakini ile ina mfumo unaitwa end to end encryption. Kwamba message ninayotuma mimi WhatsApp wenyewe hawana mamlaka wala uwezo wa kuiona. Wameniachia uhuru kamili wa kuitumia ile WhatsApp. Kwa hiyo nitachati nini na nitachati na nani na lini wao hawajui. Kwa hiyo hata kwamba kesho utaenda kazini Mungu hajui. Hilo ni swala ambalo ameliweka ndani yako. Unaweza ukaamua ukalala. Kwa sababu tukisema Mungu anajua, maana yake atakulazimisha ili wewe uende kazini ili yeye aonekane kwamba alijua, kwa sababu anashasema fanya kazi. Na asiyefanya kazi na asile. Sasa kama utaamua kulala siku ya kazi, lazima kama anajua wewe utaenda, lazima atakufanyia. Yani kama maana yake itakuwa kama udikteta fulani hivi, yani ulazimishaji ili kwamba yeye mipango yake ionekane yeye huwa hafeli. Kwa hiyo anapanga. Na ndio maana hii issue tuliwahi kuzungumza, hii issue ya kusema ni mipango ya Mungu. Hivi unajua hii kitu haiko sawa. Yani hiyo huwa ni mipango yetu sisi, yani kuamka na kwenda kazini ni mipango yetu sisi. Maana Mungu ameshakuwekea kalama zote. Mpango wa Mungu ni wewe kuwa, mimi naona mimi kuwa mzima, huo ndio mpango wa Mungu. Lakini niende wapi? Sasa hivi niamue niende mjini au nibaki hapa au nilale au niamke. Huo ni mpango wako. Sababu ingekuwa Mungu anajua kila kitu, leo hii unaenda kufanya jambo fulani ovu, Mungu angeweza kukuzuia. Lakini wakati mwingine mpaka unaenda kutekeleza. Of course, huenda Mungu akawa